Pastor, hata kazi ya ubishop pia haya maandiko yanaambatana. Kwa hivyo tuwe kwa makini kwa kusikia hii maandiko yanasema nini. Wacha tuanze kuisoma. Ni dhahiri kwa watu wote wayasomao maandiko matakatifu na vitabu vingine ya waandishi wa zamani kwa uangalifu, kwamba tangu zamani za mitume umekuweko daraja hizi za wahuduma katika kanisa la Kristo, maaskofu na makasisi na mashemasi, na huduma zao ziliheshimiwa sana siku zote, hata mtu asidhubutu kutumika katika mojawapo ya hizo asipoitwa kwanza na kuangaliwa na kupewa, ajulikane kwamba anayo tabia inayotakikana kwa kazi hizo. Ajulikane kwamba anayo tabia inayotakikana kwa kazi hizo, tena hana budi kukubaliwa na kuingizwa kwa sala mbele ya watu, pamoja na kuwekewa mikono kwa amri ya halali. Kwa hiyo ila kusudi kuwekewa mikono kwa hiyo ila daraja hizo zipate kuendelezwa na kutumiwa kwa heshima na kusifiwa katika kanisa la Israeli, mtu yoyote asihesabiwe wala kudhaniwa kuwa askofu wala kasisi wala shemasi wala halali katika kanisa la Israeli, wala asipewe idhini kutenda mmoja wapo ya huduma hizo zilizotajwa, isiwepo kuwa imeitwa na kuangaliwa na kujaribiwa na kuruhusiwa kuzitenda. Kwa taratibu ifuatayo hapa, au awe amekwisha kuwekwa wakfu na askofu au kuamriwa na waskofu, wala asikubaliwe mtu kuwa shemasi umri wake usipopata miaka 23, isipokuwa tena awe na hati ya halali. Na kila mtu atakayekubaliwa kuwa kasisi umri wake uwe umepita miaka 24, na kila mtu atakaye amriwa na askofu akijua mwenyewe na kwa ushuhuda wa kutosha mtu yeyote kuwa na mwenendo mwema na asiye na hatia, na akiisha kumpima na kumjaribu, akisamuona kwamba ameelimishwa na kufundishwa maandiko matakatifu kwa kutosha, mkubali kwa shemasi nyakati zilizoingizwa katika kanuni, au akiwepo sababu kubwa katika Jumapili au siku kuu nyingineyo mbele ya kanisa, kwa jina na taratibu ifuatayo: baba mwenye heshima katika Mungu, na kuletea watu hawa walipo wakwae kuwa mashemasi. Angalia kwamba watu unaotuletea wawe wa kufaa na wanaostahili kwa elimu yao na mwenendo wao wa mtakatifu, kuitenda huduma yao ipasavyo kwa heshima na Mungu na kwa kulijenga kanisa lake. Nimewauliza tena, nimewachunguza, nami naona ya kuwa ndivyo walivyo. Mmewachunguza, mmeona ndivyo walivyo. Viongozi wao mmewachunguza, mmeona ndivyo walivyo. Sikuchila kwesta. Na wauliza tena, mmewachunguza hao wote, mmewaona ndivyo walivyo.
Unajua hata mimi yule fulani sikuwa nataka aombewe, yule ni mtu mbaya sana, hapo naromba sana. Si wako hapa? Yeah. Si tunaongea wamenyamaza? Yeah. Ndugu, ikiwepo mtu miongoni mwenu ajuaye zuio la lolote au hatia yoyote katika watu hawa walioletwa wafanywe mashemasi, hata haipasi iingizwe katika huduma hiyo, na aje kwa jina la Mungu aonyeshe ni hatia gani au zuio gani. Bwana Yesu asifiwe. Unajua pengine kunaweza kuwa na hatia hao wameogopa kusema, na wakati hiyo hatia itakuwa inapatikana, mwingine ataanza kutokea kusema kwamba tulikuwa tunajua tu. Sasa ni vizuri tuelezee na tuondoe mtu hapa kwa laini. Unajua kanisa la Israeli si abanyore baraka bwe si di adukara ubole saide danjita bili umana kuko efo ya mara baranga lipa silili pala ta. Israeli ni Mungu mwenyewe, si mchezo ambaye utakuwa ukiingia tu na unaanza mchezo yako ya ujinga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tena nitafika mahali mtanikubalia, lazima tulete hapa Bible school, tunataka mjifunze hili neno kiundani. Hatutaki wale watu ambao hawawezi kujifunza Biblia kiundani. Unajua kule nyumbani watu wanajifunza. Na hapa kama mkanda ngoma yako nani? Bwana Yesu asifiwe. Unajua hapo mtu anaona tucheze ngoma vizuri. Sasa ndio tuko kwa mkutano. Tuko na kiini ndani. Hiyo ngoma lazima uicheze na mambo mengine ndani. Hebu tumwana Mungu asina kei. Unaendelea? Pokea Roho Mtakatifu kwa daraja na huduma ya kasisi katika kanisa la Mungu, upewayo sasa kwa kuwekwa mikono yetu. Wote utakaoondolewa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Inueni mkono juu, mkono wa kuume. Na huu mkono usichoke. Wewe mama, inua mkono. Bwana Yesu asifiwe. Semeni haleluya. Haleluya. Wacha nimwambie. Ukitaka kupeana sadaka yako kanisani, unapeana na mkono gani? Right. Bwana huwezi kupeana na mkono huu. Mkono huu bwana usipeana. Ina sababu gani? Ukitaka kupata baraka mkono wako wa kuume, kwa sababu hata Yesu alisema ya kwamba wale ambaye wako kwa mkono wa kushoto